utalala nini kazi yako moyo wewe. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako, matumaini yetu mzima na mwenye afya njema. Ni siku nyingine, wasaa mwingine tena tunakutana pamoja katika kipindi cha Pro Life, utetezi wa uhai. Tunaamini kwamba maisha ni zawadi na uhai huu ambao tunao ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi karibu tuweze kuenzi na kutetea uhai pamoja kupitia kipindi cha Pro Life. Kama ulikuwa nasi juma lililopita, msikilizaji wetu mpendwa, tuliweza kuzungumza mengi, lakini pia wataalamu kutoka Pro Life walitufundisha namna ya kuweza kupanga uzazi kwa njia ya maumbile ama kufuata ile njia ya asili, lakini wakatuambia kwamba njia hii ni muhimu kwa kila mwana ndoa. Basi leo hii, msikilizaji wetu mpendwa, popote pale ulipo, tutakwenda kufuata hatua moja baada ya nyingine katika kuweka mpishano wa uzazi kwa njia ya maumbile. Na hapa basi leo tutakwenda kutazama mwandamo wa wastani. Nini maana mwandamo wa wastani? Tunaposema mwandamo tunamaanisha nini? Basi haya yote utapata hapa kupitia kipindi cha Pro Life. Kama ilivyokuwa ada, huwa tunawasalimia wasikilizaji, lakini tunajikabidhi mikononi mwa Mungu, na baada ya hapo tunaingia katika mada husika na utapata nafasi ya kuweza kushiriki. Studioni tayari ninaye mwenyekiti wa Pro Life Tanzania, mzee Emily Agamu, lakini pia ninaye dada Grace Morrison Shayo na ninaye dada Emilia Sakafu. Tutakuwa pamoja, mimi ni Epinesi Mlewa, tuanze pamoja na tuhitimishe kwa pamoja. Basi karibu tuweze kujiweka mikononi mwa Mungu. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate. Tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku njema ya leo. Nakushukuru Mwenyezi Mungu pia kwa ajili ya Radio Open. Tunashukuru pia kwa ajili ya Radio Maria. Nakushukuru pia kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Na kuomba Mungu katume Roho yako Mtakatifu akatuongoze tuweze kupeleka ujumbe kadiri ya mapenzi yako. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana kwa sala hiyo. Asante sana na dada Epinesi Mlewa kule studio namba 1 kwa kutukaribisha. Basi tunapoanza kipindi cha leo, ni waambieni mambo ambayo yametibua akili yangu, nadhani yametibua akili yangu, yametibua moyo wangu, yametibua hata roho yangu. Huko Singida rafiki yangu alinipigia simu, akaniambia, mzee Agamu, dunia imekwisha. Pale ambapo yeye yupo, juma lililopita, nadhani kwa Ijumaa au Jumamosi, nadhani ilipigwa ngoma pale kijijini, ngoma zikapigwa pale kijijini, na inaita watu kwenda kufunga kizazi. Wanawake 39 walipiga foleni ya kufunga kizazi, wenye umri kati ya miaka 39 na mdogo sana alikuwa na miaka 23 anakwenda kufunga kizazi. Mahali pengine uko mkoa wa Mkuranga, mkoa wa Pwani, uko Mkuranga Vikidu tuseme. Mtu mmoja aliniambia, Instagram huko vijijini vimesambazwa vifaa vya kutolea mimba vinaitwa MVA. Katika kila dispensary vimesambazwa vitu hivyo. Nikakumbuka yale yaliyosema katika mafuto protocol, lakini pia katika ile safe motherhood bill ilisema hilo. Basi kabla hata sijalala usingizi, nikapata simu kutoka huko Peramio. Dada mwenye niambie, Mr. Agamu, nimeshangaa. Anasema amezunguka karibu nchi nzima, anashangaa watoto wa shule mpaka wa darasa la 5 wanawekewa ipandikizi, yani wanatumia uzazi wa mpango au tuseme nyota ya kijani. Dada huyu anashangaa kweli inakuwa kuaje hivi, baadaye hapo tutakuwa na taifa gani? Basi hayo yasitukatishe tamaa wala yasituvunje moyo, na hata mimi baada ukasikia nikapiga magoti, nikasali, nikasema Mungu aniambia tupige hatua, tupige mbio, tuendelee na kazi. Na kazi ya leo ni kuwashirikisha ninyi namna bora, namna njema ya kuweka mpishano wa watoto, wa kuzaa watoto kwa kutumia njia yetu ya asili. Kabla sijaanza, kwa sababu tulikusha anza juma lililopita, nimkaribishe Emilia
aweze kutupatia muhtasari wa yale tuliongea juma lililopita. Karibu. Asante. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Hasa wale wapenzi wa kipindi chetu cha utetezi uhai. Juma lililopita tulieleza utangulizi juu ya kupanga uzazi kwa kufuata maumbile au njia ya asili. Tulisema kwamba ni njia iliyowekwa na Mungu katika mwili wa mwanamke, ambapo mwanamke kwa njia ya kujichunguza anaweza kutambua siku za uzazi na zisizo na uzazi. Hali kadhalika tulisema kuwa njia hii ni nzuri kwa vile hujenga afya ya mwili na roho ya mama, baba na familia kwa ujumla wake. Ni njia yenye uhakika mkubwa, ili mradi wanandoa wanazingatia kanuni. Haina gharama, kwa maana kwamba hakuna fedha zinazotumika kununua njia hiyo, wala hakuna nauli ya kuifuata. Gharama yake ni nidhamu, upendo wa kweli kwa mwanandoa na kujitoa kila mmoja kwa mwenzake na kila mmoja kuwa mali ya mwenzake. Kwa wanaharakati wa mazingira, tunapenda kuhakikishieni kuwa njia hii ni rafiki kwa mazingira, kwani haichafui ardhi, mimea, maji na anga, wala mwili wa mwanadamu hauchafuliwi, kwa sababu haina sumu wala kemikali. Ni njia ya maisha iliyotumiwa na watu tangu Mungu alipoweka ndoa ya kwanza ya Adamu na Eva. Kuna njia mbalimbali ya kupanga uzazi kwa njia ya maumbile au asili. Tulisema kuwa kuna njia ya kalenda, njia ya kupima joto la mwili temperature method, njia ya ute au Billings ovulation method, na njia ya kuunganisha alama ya ute wa uzazi pamoja na kupima joto syntothermal method. Tunapenda mkumbuke kuwa katika njia hizo zote, kwa kadiri ya uzoefu wetu, njia ya ute, yaani Billings ovulation method, ni njia rahisi kutumiwa, hasa hapa kwetu Tanzania na nchi nyingine za Kiafrika. Hivyo, unganeni pamoja nasi wakati huu tukiendelea na mafunzo ya kupanga uzazi kwa kufuata maumbile mintarafu njia ya ute. Asante ndugu mwenyekiti. Asante sana. Nikunusuru nipige makofi, manake umefanya kazi kweli ya kuandaa muhtasari kwa namna iliyo nzuri sana. Basi tunaingia kwenye somo letu baada ya muhtasari, na naamini kwamba kila mmoja amepata vizuri. Basi njia hii ya ute au Billings ovulation method inatumia mwenendo wa uzazi wa mwanamke, na baada ya tafiti za miaka mingi, kwa sababu utafiti umeanza toka mwaka 1952, baada ya utafiti kwa miaka mingi wamegundua kwamba wanawake wote kwa ujumla wao wamegawanyika katika makundi matatu ya mwenendo wa uzazi wao. Sasa makundi haya tatu yanawakilishwa na kile tunachokiita miandamo. Kumbe kuna wanawake wenye mwandamo mfupi, kuna wanawake wenye mwandamo wa wastani, na kuna wanawake wenye mwandamo mrefu. Kwa haraka tu kwamba mwandamo mfupi ni wale wanawake wanaopata damu ya hedhi kila baada ya siku 18 au 19 au 20 au 21 au 22 au 23 au 24. Kwa hiyo kama mama anapata hedhi kila baada ya siku hizo, anahesabika kwamba ameingia kwenye kundi hili la wanawake wenye mwandamo mfupi. Na mwandamo wa wastani tunaambiwa kwa jumla ni wanawake ambao wanapata damu ya hedhi kila siku ya 25 au ya 26
au ya 27 au ya 28 au ya 29, yani zinapopita siku hizo lazima aingie katika damu ya hedhi mpaka 34, kwa kati 25 mpaka 34. Na kundi lingine ambalo la wanawake ni wale wenye mwandamo mrefu, ambao hao wanapata hedhi, wanapata damu ya hedhi baada ya kipindi cha muda mrefu, baada ya siku 30 na ngapi? 5 na 5 na 6 na 7 na 8, 50, 60, 90, 100. Wengine nasema kwa mpaka moja. Mpaka 1000. Mraki miaka 2, 3. Oh. Basi hao wanasemekana wanaingia kwenye kundi la wanawake wenye mwandamo mrefu. Sasa na hata tunaposema kwamba wanawake hawa kwa jumla wamegawanyika katika miandamo hiyo, tufahamu kwamba miandamo hii inabadilika hata kwa mwanamke yule yule. Yani kwa mfano, mwanamke aliyekuwa na mwandamo wa wastani atajikuta wakati mwingine anaingia kwenye mwandamo mrefu, au inawezekana pia akaingia katika mwandamo mfupi. Nilipata simu moja kutoka kwa dada moja, ananiambia, mzee Agamu, sasa mbona mimi nilikuwa napata baada ya siku 28, sasa mbona naona napitiliza mpaka siku 40? Alikuwa binti yeye. Sasa naogopa wazazi wake wasije wakamhisi kwamba ana ujauzito. Kumbe nimwambia kwamba hayo ni mabadiliko ya kawaida katika mwenendo wa uzazi wa mwanamke, kubadilisha miandamo kwa mwanamke yule katika muda tofauti, kutegemeana na hali ya mazingira, kutegemeana na hali ya hewa, kutegemeana pia na lishe na hali ya afya pia. Kuna mambo mengi yanabadilisha mwandamo wa mwanamke, hata pia hali ya kuzaa au kutozaa. Na pia inabadilisha mwandamo wa mama pia kuelekea uzeeni. Unajua kuna kuzaa ujanani hapa na kuna kuzaa uzeeni, na kadri unavyoelekea kwenye kuhitimisha kuzaa, sio niseme kukoma kuzaa. Basi miandamo inabadilika. So ngoja basi nimkaribishe Grace atushirikishe kidogo sehemu hii fupi tu hapa. Okay. Asante ndugu mwenyekiti. Sema tena, urefu wa mwandamo wa hedhi wa mwanamke mmoja unaweza kubadilika mara kwa mara wakati wa maisha yake. Tena wengine wanapata hedhi kwa utaratibu, wengine bila utaratibu. Lakini yote ni ya kawaida tu, si ugonjwa. Hakuna sababu ya kutumia dawa ya kurekebisha hedhi, ni maumbile yao. Kinachofanya mwandamo mrefu au mfupi ni idadi ya siku za kabla ya kijiai kuiva, zitwazo siku za mapema. Katika mwandamo mrefu siku hizi ni nyingi, lakini idadi ya siku kutoka kijiai kuiva mpaka hedhi unaanza kila mara ni siku ya 11 hadi siku ya 16. Hapa mtaalamu hapa anatushirikisha kwamba kinachofanya miandamo ikubadilike kuwa mirefu au mifupi, kinachofanya mwandamo uwe mrefu au mfupi ni idadi ya siku kabla ya kijiai kuiva, ziitwazo siku za mapema. Kwa hiyo kipindi hiki kutoka hedhi mpaka kinapoiva kijiai, ambazo hapa tumeambiwa ni siku za mapema, basi urefu wa siku hizo ndizo zinaeleza aina ya mwandamo. Kwa wale ambao wana siku chache baada ya hedhi kuingia kijiai kuiva, watakuwa na mwandamo mfupi labda, na wale wenye siku nyingi kidogo watakuwa labda mwandamo wa wastani na hivyo. Kwa hiyo urefu wa mwandamo unategemea unatokana na ukweli huu wa urefu wa siku, idadi ya siku kabla ya kuiva kijiai. Sasa kwa sababu juma lililopita tuliagiza mchukue kalamu zenu na daftari yenu, na Emilia Lisakafu akasema so tu peni, muwe na peni nyekundu
na ya blue, labda pia umechukua na nyeusi, yawezekana, au wengine mkao mmechukua za rangi, ni vyema zaidi. Za rangi ni vyema zaidi. Sasa tunataka tuchukue tu muandamo wa wastani. Leo tuangalie mwanamke mwenye muandamo wa wastani. Tunachosema hapa studio ni mfano tu wa muandamo. Naomba hapo mtuelewe. Huu ni tunatumia mchoro huu, wale wenye kitabu hiki kinachoitwa Vidhibiti Mimba, Ahadi, Hewa, Kapu na Machozi. Mada hiyo iko ukurasa wa 59. Ukurasa wa 59. Kwa kama una kitabu chako chukua, basi ufuatilie. Rafiki yangu Rombo, bado kitabu hujapata, basi kitakapofika utaweza kufuatilia baadaye hapo. Kwa wale wenye vitabu hivi vinavyoitwa Vidhibiti Mimba, Ahadi, Hewa, Kapu la Machozi, Fuata Mfano wa Mungu au Njia ya Mungu, basi ni ukurasa 59. Basi tumchukue mwanamke huyu hypothetically, yani kinadharia. Sio wewe wala sio yule, kinadharia. Ila kama unadhani haya maelezo yanalingana na mwenendo wako, utakuwa na bahati sana. Lakini huu ni mfano tu. Basi nimkaribishe hapa Emilia. Tuanze sasa. Na kumbukeni wapendwa, sisi tumechagua njia ya ute. Maana njia ile inaitwa Billings Oblation Method. Wengine mnaita neno bomb mimi sitaki kutumia neno ile. Naomba useme neno lote. Billings Oblation Method. Usio kusema bomb mahali pabaya wakakukamata. Basi naomba sasa tufuatilie. Kwa hiyo hapa hatuhesabu usiku 1 2 3 hatuhesabu tarehe 1 2 3 tunazungumzia siku ya kwanza ya kuona damu ya hedhi. Tunaanzia hapo tuanzie siku ya kwanza ya kuona damu ya hedhi. Je, baada ya pale yanatokea mabadiliko gani katika mwenendo wa uzazi mwilini mwa mwanamke? Emilia, tuanze kujadili ile jedwali lile la ukurasa 59. Huu ni muandamo wa wastani. Kwa hiyo siku ya kwanza mama anaona damu ya hedhi. Siku ya pili damu ya hedhi, siku ya tatu damu ya hedhi. Sijui kama ni sahihi kusema siku ya kwanza. Mimi nikisema damu ya hedhi siku moja, damu ya hedhi nadhani vile, ili kuondoa uwezekano wa watu kudhani kwamba ni kalenda. Na najaribu kukwepa hicho. Kwa aliona damu siku moja, na siku ya pili yake na siku ya tatu yake. Sio siku ya kwanza, unanielewa? Aliona damu siku moja, siku ya pili, siku ya tatu na siku ya 4. Baada hapo siku ya 4 ikawa mabadiliko. Aliona mabadiliko katika sehemu ya mwili wake. Ngoja kwanza. Grace, unapata shida kumwelekeza mwanamke kwamba kuijua damu ya hedhi? Kuna mtu anapata shida kweli? Hapana. Tuchukue binti tu anabalee tu leo. Mchukue tu binti anabalee tu leo. Halafu anapata ile shock, ile anashtuka kidogo. Tunapoongea maneno haya, damu ya hedhi, ameona siku ya kwanza au siku moja, siku 2, siku 3, siku 4, maana yake nini? Yaani unapojichunguza, unaambia jichunguze. Je, kuna shida ya kutambua damu ya hedhi? Kuna shida? Hakuna shida. Inaonekana, sio? Ndio. Inaonekana. Damu inaonekana. Ndio. Inaonekana inatoka katika sehemu za siri za mama. Sawa? Inafahamika. Haya, sasa unasema kufikia siku ya 4 au alipofika siku ya 4 kwenda siku ya 5 aliona mabadiliko. Sawa? Ndio. Mabadiliko gani? Yaani aliona nini? Alikuwa haoni kitu katika sehemu zake za siri wala alikuwa haoni kitu. Alikuwa haoni kitu. Maana yake ni kutoona kitu. Ukavu. Maana yake ni ukavu. Yaani hakuna dalili yoyote ya ama ute ama damu ama chochote. Unajua, usiniambie mimi nikwambie nieleze maana ya ugali, usiniambie ugali sio uji. Usiniambie ugali sio uji. Ndio kuniambia maana ya ugali. Kwa hiyo unaposema ukavu, kwa mimi ambaye najifunza leo nje kwa mara yangu ya kwanza, ni leo vipi?
Mimi naweza nikasema kuwa yani ndio kwanza mtu anajifunza leo kusema kwamba kuwa ukavu ni kitu ambacho hakina hata unyevu hata kidogo. Ndio tunaweza kuita labda hii ni ukavu. Unajua tunatumia maneno mawili, kuona na kuhisi. Ndio. Kuona damu tunaiona hatuna haja ya kuhisi lakini ukavu unauona? Nahisi. Uone kitu. Unahisi? Hata uhisi. Siona kitu. Sioni kitu. Uone kitu. Hadi kadhalika uhisi. Ndio. Yaani kama vile hatuna kitu kabisa. Sasa sawa Kwa ukavu ni ile hali ya kuto nini? Kutojisikia chochote au kutoona chochote. Sawa ndio ukavu na si kama ni sahihi kulinganisha na na kiangazi. Kiangazi ni tuseme ni ukavu. Ukilinganisha na masika, tutapi ni nini? Kwamba masika utaona maji. Utaona maji, mvua inanyesha, udongo unaloa. Lakini ukavu udongo upo tu. Sawa uko tu hauloi. Sawa. Kwa hiyo hapa hajihisi wala haoni. Huu ndio ukavu. Siku ngapi ukavu? Ya 5. Siku ya 5, alafu siku ya 6, siku ya 7, siku ya 8, siku ya 9, siku ya 10 na siku ya 11. Ukavu. Kwa hiyo siku ngapi hizi? 1, 2, 7. Siku 7 Siku 7 kwa wale wana ukavu wa siku 7. Kwa hiyo mama huyu alikuwa katika kipindi cha damu ya hedhi kwa siku 4. Sio sawa? Ndio. Alipomaliza aliingia kipindi cha ukavu hadi kwa siku 7. Siku 7. Haya. Baada ya hapo siku ya 12 anaona hali tofauti tena, yani mabadiliko. Kwa hiyo kama unyevu hivi. Kwa hiyo hapa upo ute mzito. Siku ya 15 usidaraka. Kule nataka ni ajifunze. Kwa hiyo tumeanza damu tunaiona. Sawa. Ukavu hatukuona, hatukuhisi. Ute huu tunauona siku ya kwanza? Hapana. Ute mzito unaonekana. Siku ya kwanza kabisa. Unaona hata unasikia na kuona hata kwenye nguo yako ile ndani. Basi ute unauona. Kwa hiyo in yote mwili unauona na unauhisi au? Ndio. Naona mimi. Sasa unasikia kama utelezi au unatelezi? Utelezi. Hauna utelezi? Unatoka tu hauna utelezi. Unaoteleza ni ule. Swali langu unajua, hapa tunataka kuna huyu mtoto nimesema ndio kwanza ameingia bale. Sawa amevunja ungo. Na sasa na yeye anatusikiliza saa hizi tunapoongea mambo haya. Kwa hiyo tunataka huyu asijue kwamba amehama kwenye ukavu, ameingia kwenye ute. Atajuaje kwamba yuko kwenye ute mzito? Atauona. Ute mzito. Anaweza kuushika. Anaweza kuushika. Anaushika. Unakuaje? Unakuwa mzito. Ndio. Katika vitabu hiki ambacho nimesema huku nyuma kuna michoro. Nyuma ya kitabu kuna michoro, na unaona pale mchoro wa kwanza kabisa pale mkono wako wa kushoto namba 1 pale, huyu dada hii picha inaonekana ameshika ute mzito ambao una katika haraka. Inaonekana yani unaona vidole vile havijafunguka sana, yani haunyambuki sana. Unakatika mapema, hauendi mbali. Halafu siku ya 12, halafu siku ya 13 pia ute mzito. Siku ya 14 anaona mabadiliko tena. Hapa unatokea ute unaovutika na kuteleza. Anauonaje huu?
ana ule ute mzito mniambie kwamba unanata au unakatika haraka kama unaushika kwa vidole, na huu ute unaovutika na kuteleza unakuaje? Katika kitabu kile ukifungua kule nyuma unawakilishwa na picha namba 4 toka 3 4. Kwa hiyo tungesema na ili picha ya kwanza na ya pili ni ute mzito, sio? Picha ya kwanza na ya pili ute mzito. Picha ile ya 3 na 4 wale wenye kitabu ni ule ute wa kuvutika na kuteleza. Siku ya 15 pia naona ute unaovutika na kuteleza. Ambacho tunasema kilele. Ambacho tunasema wewe unasema kilele. Maana yake nini kilele? Ni maana yake unajuaje kwamba ni kilele? Kwa sababu unaona hautatokea tena mwingine. Ni siku ya mwisho ni siku ya mwisho ya kuona ute unaovutika na kuteleza. Ya kuona ute unaovutika na kuteleza, kwa sababu siku inayofuata siku ngapi? 16 anaona ute mzito. Kwa hiyo anajua kwamba kumbe jana yake ilikuwa ndio kilele, au kama Grace anavyosema siku ya mwisho ya kuona ute unaovutika na kuteleza. Kwa sababu hebu kwenye kitabu chako kama wale wenye vitabu picha ile ya 4 5 ingeweza kuwa pale chini picha ngapi? Hajasema hata namba 7 namba 8 9 na 9 ndio ule ute wa kuteleza kabisa. Baada ya pale unakatika kwenda sasa kuna namba pale zinazofuata zile kwenda pale chini. Kwa hiyo ute unaovutika na kuteleza siku ya 15. Baada ya pale anaona mabadiliko. Grace anaona ute mzito siku ya kwanza hiyo. Alafu namba 10 na siku ya 17 naona ute mzito hapo siku ya pili yake, ute mzito siku ya pili. Alafu siku ya 18 anaona ukavu siku ya 3. Ngoja kwanza tuchukue sasa kinadharia sasa tulinganishe huu ute na masika. Tulinganishe ute na masika. Labda kama hii itasaidia wanafunzi wetu wanaosikiliza sasa kuweza kutuelewa vizuri. Kwamba mvua za kwanza zinaponyesha zinakaa ardhini muda mrefu? Hapana. Mvua za kwanza kwa sababu inakutana na ardhi ambayo ilikuwa kavu sana, ili ya kiangaze, kavu sana. Kwa mvua za kwanza hazikai ardhini muda mrefu. Ndio tungelinganisha mvua hizi na ute mzito. Lakini kadiri mvua inavyonyesha, maji au udongo unabeba maji, kwa hiyo unakuwa na unyevunyevu mwingi na kwa muda mrefu. Wakati mwingine unaona hata maji yanachuruzika, sio? Ndio. Mvua ikiwa nyingi maji yanachuruzika pia. Kwa hiyo tungelinganisha sasa hii hali ya mvua nyingi ambayo inachuruzika ardhini na ute wa utelezi. Sasa mvua inapokoma, imenyesha, imekoma. Baada ya mvua kukoma, je, kuna unyevunyevu bado ardhini? Ndio. Bado unyevunyevu upo. Lakini wa kuteleza hapana, kwa sababu mvua hainyeshi. Kwa hiyo unakuwa unyevunyevu ndio. Sasa unyevunyevu huu unaendelea kupungua kwa kadiri jua linavyowaka. Kwa hiyo ndio maana tumeona kwamba siku ya 16 ute mzito, 17 ute mzito, na 18 ukavu. Ukavu maana yake nini? Ukavu yani hata ukichungulia ardhi juu panaweza kuwa pamekauka, lakini chini je, ukichimba bado kuna ubichi. Kwa hiyo ukavu huu wa siku ya 18 wapendwa ambao mnatusikiliza, haimaanishi kwamba basi ardhi yote imekuwa kavu. Hapana, kwa sababu udongo huu unaendelea kukauka pole pole. Juma lijalo tutatafsiri hizi ishara hizi maana yake nini kuhusu uzazi, kulinganisha na uzazi wa mama. Kwa leo tunacheza na hizi ishara tu.
Haya, tumefika siku ya 18. Kwa mama huyu ambaye siku ya kwanza aliona damu kwa siku 4, akaona ukavu kwa siku 7, umesema 7 eh? Ndio. Akaona ute mzito kwa siku 2 za mwanzo, alafu ute wa utelezi unaovutika na kuteleza kwa siku 2 zinazofuata. Baadaye ameona ute mzito tena kwa siku 2. Baada ya hapo akajiona mkavu. Baada ya hapo inafuata nini? Ukavu. Sawa eh? Kwa siku 19 ikawa Ukavu. alafu Na 20 ukavu. Siku ya 21 ukavu. Siku ya 22 ukavu. Siku ya 23 anaona ute mzito. Siku ya 24 ute mzito. Siku ya 25 ukavu. Siku ya 26 ukavu. Siku ya 27 ukavu. Siku ya 28 ukavu. Siku ya 29 ukavu. Sasa nitaka kuuliza hapa Grace. Ndio. Hapa siku ya 23 dada huyu, mama huyu aliona ute mzito. Wakati hapa amepuliza ukavu, mara ghafla anaona ute mzito. Na siku inayofuata ute mzito. Maana yake nini? Tuende kwenye masika yetu. Kwamba mvua inanyesha, sawa, inakatika, lakini inatokea wakati mwingine mvua ikanyesha tena. Sawa eh? Na hata kama ukipanda utajisumbua, haitaota kwa sababu mvua ile haingii mpaka chini kabisa ardhini. Kwa hiyo haitaota na haitaota. Kwa hiyo ute huu mzito baada ya ule ute halisi katika kipindi cha ukavu ni kwa sababu tu ya mabadiliko ya hali ya kawaida katika mwenendo wa mwili wa mwanadamu, lakini pia kama ambacho tunalinganisha na msimu wa masika na kiangazi. Sasa tuende hatua ya pili. Sasa kwa vile hapa tunataka wanafunzi wetu watuelewe vizuri na tunataka watunze kumbukumbu, na tuliwaagiza wawe na daftari na penseli au peni na vinginevyo. Sasa tuanze. Grace, mtu unayetaka afahamu njia hii, unamtaka pia aandike. Sawa eh? Ndio. Wengine hata kama hajui kuandika haina shida sana, inawezekana kufundisha. Basi tuseme tumchukue mtu anayetaka kuandika. Sasa utatumia alama gani kwa kumuelewesha huyu aweze kuelewa? Kwa mfano sasa inatoka damu, utamwambia aandike herufi gani? Andike herufi ya D kwa rangi ya kalamu nyekundu. Ndio. Kalamu nyekundu? Ndio. D. Kama ana kalamu nyekundu andike tu D. Basi andike tu D. Maana yake lakini hamaanishi kwamba ni damu. Sasa wapendwa, inategemea nchi na nchi. Nchi kule Marekani wao wanatumia stamp. Kule Amerika wanatumia stamp. Kuna stampu za rangi mbalimbali. Kwa hiyo unapofika siku za damu ya hedhi wanabandika stampu nyekundu. Kwa siku zote anazoona damu ya hedhi anaweka stampu nyekundu mpaka atakapomaliza. Sisi hapa tujafikia uchumi mkubwa kiasi hicho, tunatumia herufi kuandika herufi. Kwa hiyo utaandika herufi D. Lakini pia labda unaweza kuwa na kalamu nyekundu kwa mfano. Badala ya kuandika D, unaweza kuandika D lakini pia ukachora box ukawa unajaza kwa rangi nyekundu. Kwa siku zote unazoona damu ya hedhi unatumia ama alama D, herufi D. Siku zote za hedhi unaandika herufi D, au kama umepiga hatua kidogo tumia kalamu nyekundu unaweka alama nyekundu, au kama ungekuwa kule Marekani basi unatumia stamp nyekundu. Sawa eh? Na anapoingia ukavu afanyeje? Ukavu hapa. Atumia alama gani? U tena? Ukavu. K. Maana unajua u iko nyingi sana hapa. Yaani ukianza u hii kuna u mpaka mwisho. Sasa kutofautisha u hii ya ukavu na u ya ute, basi hii u ya ukavu tutumie pale katikati K. Kwa hiyo andike herufi K. Kama ingekuwa rangi andike rangi gani?
Wenye ukavu, yani kama ni kuti limekauka linakuwaje? Si linakuwa kama kahawia hivi. Nikifananisha hivyo. Grace anakumbuka mgombani. Haya. Kwa hiyo rangi ya kahawia kahawia. Si kahawia inafahamika kahawia. Inataka kama damu ya brown. So kahawia. Basi wanaelewa bwana. Yote. Unaweza kuamua kwamba mimi kwa siku za ukavu ngoja niweke rangi ya blue, haina shida. Ili mara tu wewe unayefanya unaweka alama hizo unaelewa. Lakini kwa ajili wale wanaotumia tu herufi, basi kwa damu wanaandika herufi D, na kwa ukavu unaandika herufi K, yani K, K. Basi siku zote za ukavu unaandika K. Alafu baada ya hapo inafika siku za ute. Tena ute uko wa namna mbili. Ute mzito na ute unaoteleza. Je, tutumia alama gani hapa kuandika? Ute mzito inabidi atumie U. U gani? U ndogo. U ndogo. Na mkato juu. Mstari. Na mstari wakati juu? Kimstari kidogo juu hapo. Maana yake nini? Kuonyesha huu ni ute mzito kutofautisha na ute unaovutika na kuteleza. Ule wa kuteleza utatumia herufi gani? U kubwa. Basi. Ndio. Kwa ile U ndogo unaikata juu. Ndio. Sio ni zita ngumu. Au hata kaandika kadogo tu. Andika tu U ndogo. U ndogo. Kuna U ndogo. Kwa sisi ambao tumekwenda shule haina shida. Tumejifunza mambo haya, lakini kwa mtu ambaye hajaenda shule akiandika tu U ndogo inatosha. Kwa hiyo U ndogo kwa ute mzito na U kubwa kwa ute wa utelezi. Lakini huu ute unaovutika na kuteleza, mbona tena baadaye unabadilika? Kuna mali tumesema kilele. Je, iwe alama moja hiyo au tofauti? Kutofautisha ute unaoteleza ule ambao si wa kilele na ute unaovutika na kuteleza ambao ni wa kilele, jitumie herufi moja. Unaweza ukatofautisha kwamba ute huu unaovutika na kuteleza umeandika ukubwa. Alafu ute unaovutika na kuteleza ule wa kilele ule ile U ikawa kubwa lakini ukaiwekea kikofia. Kofia. Kikofia kidogo tu kama kile cha. Wengine wanaweka X. Sasa wanaotumia achilia mbali na herufi, wanaotumia labda rangi kwa ute utumia rangi gani? Yupo na rangi nyeupe. Nyeupe kwenye karatasi. Nyeupe. Haiendi. Sisi mnanizi. Naweza zipo nyeupe. Zipo kweli? Ndio. Lakini hata nyeupe juu ya karatasi nyeupe haitatoka. Labda kama unachukua karatasi ambayo si nyeupe. Kama labda unatumia karatasi ambayo si nyeupe, kwa mfano labda una karatasi ya kijani kwa mfano. Then kuweka rangi nyeupe inakuwa na maana. Lakini kama karatasi nyeupe haitafaa sana. Kwa hiyo tafuta tu rangi nzuri ambayo inaweza kuwakilisha. Wewe ambaye unaweka unaelewa kwamba rangi hii manake nazungumzia ninapokuwa na ute ama mzito ama wa utelezi. Basi ni hizo tatu tu, ama uko kwenye damu au kwenye ukavu au kwenye utelezi. Kuna kingine tena? Basi siku zote kabla turudi hapa, siku zote mama anapoona damu ya hedhi inatoka, atumie herufi ya D. Aandike D siku zote zile za kuona damu ya hedhi. Na atumie herufi ya K au K siku zote zile anapojisikia kuwa mkavu mpaka anapomaliza. Na anapoona mabadiliko kuingia kwenye ute mzito, atumie herufi ya U ndogo. Lakini anapoona sasa anajisikia, anahisi na anaona ute ule unaovutika na kuteleza, basi aweke alama ya U kubwa. Na Grace hapa anasema ili kutofautisha ute unaovutika wa siku nyingine na ute unaovutika siku ya kilele, basi wa siku ya kilele unaweza kuweka mkato juu, wengine wanaweka X. Baada ya ile U juu yake unaweka X. Wanapiga mkasi pale X wakimaanisha kwamba hapo ni siku ya kilele. Haya, nadhani maelezo kuhusu
mwandamo wa wastani kwa ujumla ingekuwa hivyo, kwamba tulianza na damu ya hedhi, tukafuatilia mzunguko ule, tukagundua ndani yake kuna damu ya hedhi, kuna ukavu, kuna ute mzito, kuna ute unaovutika na kuteleza, kuna siku ya kilele, kuna tena ute mzito, lakini basi ukafuata ukavu na ute kidogo mpaka mwisho, na halafu akaona tena damu ya hedhi. Kwa hiyo ute unaovutika unaonekana, mama anauona siku kadhaa kabla ya kuona ute unaovutika. Maelezo yake ya kisayansi ni haya kwamba kadiri kijiai kinavyokomaa katika kokwa, kinapoanza tu kukomaa, ndipo hapo mama anaona ute wa ute mzito. Kwa kadiri kinavyoendelea kupevuka katika kokwa, ndivyo hivyo ute ule unabadilika kuwa unavutika na kuteleza. Na kijiai kikisha chopoka kutoka katika kokwa kuingia kwenye mirija, utengenezaji wa ute unakoma. Ndio sasa baadaye mama huyu anaona ute mzito tena, ambao unadumu kwa siku 3. Kwa hiyo walao kutoka siku ya kilele na siku 3 baadaye ni siku ambazo mama bado anaona ute katika maumbile yake. Huu ulikuwa ni mfano mmoja wa mwanamke mwenye mwandamo wa wastani. Naona muda wetu tunakwenda kasi kweli kweli. Ale Happy, tuache hapa, alafu wiki ya tuendelee na michoro mingine hiyo. Labda watu watakuwa na maswali kidogo, basi tunaomba tumie nafasi hii tuwape waweze kuuliza, au kama kuna mmoja anasema basi hapo mngeongea hivi, basi tuomba pia hata michango kama hiyo. Karibuni. Asante mwenyekiti, dada Grace, pia dada Emilia, tunashukuru kwa kuweza kuwafundisha wasikilizaji juu ya mfano wa mwandamo wa wastani, na ninaamini pia watakuwa wamejifunza kitu kutokana na haya maelezo na watakuwa wamefuatilia kwa makini. Basi msikilizaji, pasipo mimi kurudia yale ambayo tayari wametufundisha, naomba nikualike kwenye 0222771734, lakini pia 0784313587 na 0768885588. Karibu tuweze kubadilishana mawazo, lakini pia kwenye mtandao wa Pushi. Karibu, kama kuna mahali hujaelewa, unahitaji kufafanuliwa zaidi, unaweza pia ukauliza, na wako hapa kwa ajili ya hiyo. Hello. Salama, habari yako? Nzuri, habari za huko? Ni njema tu. Ni nani huyu na uko wapi? Mimi naitwa Ephraim Mgongo. Nipo Kituo National Park Makete. Karibu. Asante. Mimi naona hiyo ni njia nzuri na ni elimu tosha sana kwa watu sisi wasikilizaji. Lakini napenda kujua, nimeshulea ndio karibu, na nataka nijue katika mwandamo hiyo ya miezi ni siku gani hatari na siku gani sio hatarishi katika mfumo wa kiuzazi. Nataka nijue kitu kama hiyo. Yaani siku ya uteu labda ni hatari au siku ya uteu sio hatari. Nataka nijue kitu kama hiyo. Asante. Kiti. Siku ya hatari, kuna adui gani na kukabili? Ni nani, yani ni kitu gani ambacho kinataka kukudhuru watu ukasema siku ya hatari? Basi mpendwa, tutafanya hayo wiki juma linalokuja, na wala siku za hatari. Labda nikusahishe tu kwamba hapa tunasema siku za uzazi na zisizo na uzazi. Yaani siku za uzazi ni siku zile ambazo kuna uwezekano wa mama kupata mimba akifanya tendo la ndoa, na siku zile ambazo mama hata kama akifanya tendo la ndoa hawezi kupata ujauzito. Hakuna hatari yote ile. Hapa kuna uhai, kuna uumbaji, kuna utakatifu. Asante. Hello. 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 Milele Amina, habari yako? Njema, zapo tuli. Salama, karibu. Asante sana. Mimi salamu nauliza hivi. Mwanamke akikaa kwa muda wa miaka 3, 4, 5 bila
kuwa na mtoto, ina maana kwamba huyo mwanamke atakuwa na hedhi ya muda mrefu au atakuwa na matatizo mengine tofauti nayo? Asante. Ni nani? Ni Modesti Simon, napiga simu kutoka parokia ya Madunga, Jimbo Katoliki la Mbulu. Asante sana. Tutakujibu juma lijalo wakati tutakapokuwa tunatafsiri. Lakini pia naomba tu uwe mvumilivu, tumalize kwanza miandamo yote, kwa sababu yawezekana labda muandamo wake umebadilika ukawa mrefu wa siku hata 1000, au kuna matatizo ya kiafya, au kuna shida katika kufanya adhimisho la ibada ile ya ndoa, kwa sababu mama huyu ana muandamo mrefu. Kwa hiyo ukaona mtu mama asipate ujauzito kwa sababu ya kukosea siku za kufanya tendo la ndoa. Asante. Hello. Hello. Habari ya kwako? Milele Amina, karibu. Asante. Mimi nilikuwa natoa pongezi tu kwa watu wanaokuwa wanatufundisha. Umeelewa? Najua hao wanaokuwa natumia ugozi wa mpango. Mara nyingi yani mimi nakuwa nasikitika sana. Mara nyingi wanakuwa wanakuta wanawake wanakuwa malaya tu walio wengi, bana wanakuwa huru muda wote. Yaani wengine wanakuwa wanahangaika na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kutoka na dada fulani huku kwetu, kwetu huku. Yaani kwa sababu ya kila siku anaumwa tu yani. Yaani wakamwambiaje? Akamshauri mtu mmoja Hello? Nakusikiliza, endelea. Akamshauri mtu mmoja na alikuwa utoe. Ndio kufanya ambacho ambia hivi alivyoenda. Asante ndugu yangu, hatujakupata vizuri, mawasiliano naona yamekuwa magumu kidogo, lakini tuweza. Mwenyekiti anataka kuongea? Nataka tu nimwambie kwamba niungane naye kwamba kila mwanamke anayetumia vidhibiti mimba ni mgonjwa. Kila mwanamke. Sasa ugonjwa unaotegemea ugonjwa ni mkubwa kiasi gani. Kuna wale ambao unapata ugonjwa kweli, saratani matiti ni ugonjwa mkubwa sana, saratani shingo kizazi ni ugonjwa mkubwa sana, kuuma figo, kuuma moyo, kuuma kichwa, kutoona ni magonjwa makubwa sana haya. Kwa hiyo kila mwanamke mtumiaji wa vidhibiti mimba ni mgonjwa kwa kiwango fulani, iwe kwa kiwango kikubwa au kiwango kidogo, lakini mgonjwa. Kwa hiyo nataka niungane na dada ambaye ametoka kupiga simu yake ilikuwa ina shida kidogo, lakini tunamshukuru sana kwa ushuhuda huo, na mimi nina orodha kubwa ndefu, yani nikitandaza ardhini nadhani nitatoka mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia. wanawake walioumizwa, waliojeruhiwa na vidhibiti mimba. Asante. Hello. Milele Amina, habari ya kwako? Salama, karibu. Asante. Napenda kusema tunashukuru kwa mafundisho tunaendelea kuwapata. Pili, nashukuru kwa njia hiyo kwa njia ya ute. Nakumbuka kuna kipindi nilifundisha mwenzangu alikuwa anatumia vidhibiti mimba. Nikamwelekeza pia nisome ile Kiswahili. Sio sana, nikamwelekeza. Mimi mara nyingi huwa nikiona labda mfano utemozo ile, huwa najua hapa ndio zambali. Lakini pia inategemea na mwanaume. Ni wanaume wangapi je, ni wanaume wangapi labda mtoto anaenda bana leo tukifanya hivi katika kitu fulani. Ndio kupata mtoto ni kila kitu kimekupangilia. Hata kitu kingine ndio kama wanaume wachache sana unaokuta wanaokubali hali hiyo. Kupanga hiyo ndio kutumia kalenda au kutumia njia hii ndio mbili. Ni wanaume wachache sana. Wanawake ndio maana kuta mara nyingi wanasikia kutumia dawa kutokana na naume zao walivyo. Anasema mwanangu leo. Asante sana. Ni nani? Tunaambia madame ya kumsamehe. Asante Justina. Tunashukuru Justina. Tumesema hapa njia hii inataka nidhamu ya watu wote katika ndoa. Nidhamu ya mume, nidhamu ya mke. Wanaume wanakuwa mbogo kwa sababu kutoka siku za uchumba watu hawashirikishani mambo haya matakatifu. Kwa hiyo unaingia kwenye ndoa,
mmoja ana last, yani anatamaa tu, anataka tu ndio mambo haya, mwingine anataka pange. Sasa mimi ningeshauri kwamba tangu wakati wa uchumba, wachumba hawa waelekezwe kwamba tendo la ndoa ni takatifu na linataka nidhamu. Wanaume waelekezwe hivyo, na njia hii inapendeza kama baba na mama wanashiriki pamoja. La sivyo mwanamke utatendewa kama chombo. Ndio lalamiko la dada Justina kwamba wanaume wangapi wanavumilia hilo. Wanaume hawa sasa wamewageuza wake zao kuwa ni viumbe vya starehe. Sisi hatupendi tuingie huko. Kwa inataka upendo, inataka nidhamu, upendo, na kila mmoja amchukue mwenzake kama nafsi yake. Haina shida. Hello. Habari? Habari yako? Salama, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, karibu. Asante na uzima. Salama, karibu. Asante. Umesikiliza mada yetu? Nimesikiliza mada yenu. Huwa mara nyingi sana naifuatilia, lakini nikija kupiga simu zinakuwa nyingi zinatumika. Haya, sasa umepata nafasi itumie vizuri. Nashukuru sana. Haya, karibu. Naitwa Luciana. Haya, naomba nitazame maoni hapa ambayo nimeyapokea kupitia ule mtandao wetu wa Pushi na ukurasa wetu wa Facebook. Anasema kutoka Tarakia Rombo, tunashukuru sana Pro-Life kwa elimu nzuri mnayotoa. Hata hapa Tarekea kaka Mahili alifika na kutoa elimu nzuri kuhusu zawadi ya uhai. Asante. Huyu mwingine anasema tunaomba mwongozo minara kwani asante. Huyu ameenda pembeni kidogo. Amalko kutoka Basutu, yeye anasema kwamba haya. Huyu amesema kutoka Dodoma tuko pamoja. Ninakushukuru sana Mpendo kutoka huko Dodoma. Lakini basi nikitazama katika mtandao wa Pushi bado sijapata ujumbe wote. Naomba nipokee simu 2 za mwisho alafu tuweze kuhitimisha. Hello. Milele amina, habari? Salama, karibu sana. Asante. Kama nitakuwa nimeenda nje ya mada kidogo, samahani. Haya. Inawezekana labda huyu mama alikuwa ni mzazi. Alafu yani kabla hajatoka ile akawa amepata ujauzito mwingine. Ndio. Sasa ndio nilikuwa nataka nimuulize hapo mbali. Kwamba inakuaje katika ule mwandamo wake, labda anieleze ili niweze kuelewa. Asante sana Mama Dora. Ndio. Asante. Mwenyekiti unaweza kumsaidia? Sijamuelewa vizuri labda Grace. Amesema hivi, yani mama amejifungua. Alafu yani kabla hajaona zile siku zake tayari amepata ujauzito ndani. Inakuaje? Okay. Inatokea na ni sio mara chache, ni mara nyingi tu kwamba mara baada ya kujifungua mama ubongo haufanyi tena kazi ya kuamrisha kuibisha kijai, kwa sababu mwili wa mama unakuwa na kazi moja tu ya kumpenda mtoto wake na kumnyonyesha. Kwa wakati huo ubongo unakuwa umeacha kushughulika na mambo ya uzazi. Kwa hiyo inakwenda hivyo sasa. Baadaye sasa, kabla labda mtoto hajaacha kunyonya, ubongo ukaanza kutoa ishara ya kuanza kuiva kijai. Wakati huo bado mama hajaona hedhi. Sasa inatokea kwamba wakati huo sasa baba anashirikiana na mke wake katika tendo takatifu la ndoa. Kwa hiyo atapata ujauzito kabla hajaona hedhi. Hii inawezekana kabisa. Asante. Hello. Habari? Nzuri. Milele amina, karibu. Asante. Swali langu nauliza hivi. Mama kama anajisikia hizo zake alafu ashiki mimba, kuna tatizo gani? Ni nani na uko wapi? Adalili Lucas Mangi, niko Masinga. Asante. Naomba ndugu yangu Adalili, wiki juma lijalo tutaeleza, tutatafsiri
hizi alama ambazo tumezisema leo katika uzazi au kutokuwa na uzazi. Ni kazi juma lijalo, tunaomba sana utufuatilie. Nasema kipindi kizuri sana, kinatufundisha mambo mazuri sana. Tuko pamoja. Gema Gagarini kutoka Sinzamore. Asante, ninakushukuru. Dakika zetu zimesalia chache tu. Mwenyekiti, naomba nije kwenu kwa ajili ya kuweza kuhitimisha safari yetu ya kipindi cha Pro Life. Asante sana. Mungu aliye mtakatifu na mwema sana kwetu, mwenye upendo kwetu, ametuumbia mzunguko wa uzazi katika mwili wa mama. Amemuumba mama kwa namna hii kwamba ana siku za damu ya hedhi, ana siku za ukavu, ana siku za uzazi, na ametupatia akili na utashi. Tukivitumia hivi, tunaweza kutafsiri alama hizo au vipindi hivyo katika kupata mtoto au kutopata mtoto. Na kanisa linafundisha kwamba, kanisa Katoliki linafundisha kwamba katika hali ya lazima sana kwamba kwamba kuna haja ya kuweka mpishano au kuacha kabisa kuzaa, basi wanasema tumie njia hii ya Mungu ya kuangalia lini mama huyu hana uzazi, wakutani katika tendo la ndoa. Siku hizo wanaweza kuahirisha wasipate mtoto kabisa. Kwa hiyo tukifuata hekima hii ya Mungu, tutaondokana na magonjwa ambayo wanawake wengi wanayapata, lakini kubwa zaidi tutabaki na Roho Mtakatifu katika mili yetu, ambalo yeye amefanya hekalu lake. La sivyo tunamuondoa kwa sumu na kemikali ambazo wana wa ibilisi wanatuletea. Asante mwenyekiti. Dada Grace, una chochote? Mimi tu nilikuwa naomba tu wale wasikilizaji wawe na subira ili waweze kufuatilia kujua mabadiliko haya ni ya namna gani. Wafuatilie. Yaani sio kwamba unasikiliza leo kesho usikilizi, mwisho wa siku unakuja kuona unaanza kuuliza siku za hatari badala ya siku za neema. Asante dada Grace. Dada Emilia, napenda kuwaambia wasikilizaji kwamba wafuate hii njia tunayofundisha, kwa sababu itaweza kuwasaidia na kuwa huru zaidi. Waachane na ile ya nyingine, kwa sababu ni wagonjwa daima. Asante. Asante dada Emilia. Na msikilizaji, tuseme asante popote pale ulipo. Kumbuka leo tumekuwa tukiwafundisha namna gani ya kuweza kupanga uzazi kwa njia maumbile, na tukianza na njia ile ya ute, tukitazama mwandamo wa wastani, na tumeweza kusikia mengi. Lakini kama ambavyo mwenyekiti amesema, juma lijalo atakuja kufafanua kwa undani maana ya hii ambayo tumeweza kuifanya hapa leo. Alikuwa anatupatia ni ishara tu mbalimbali ambazo tunaweza kuziona katika miili yetu. Kwa hivyo ninaamini juma lijalo hautakosa, utaka karibu kabisa na redio yako kuweza kusikiliza tunaposema damu kavu, ute mwepesi, ute mzito, kwa ujumla tunaita siku za nini na vitu gani pia. Kwa hiyo juma lijalo ninaomba ukae karibu kabisa na redio yako kuweza kusikiliza mambo mazuri, na hivi njia hii itakusaidia kuweza kupanga uzazi kwa njia hii ya asili, njia ya Mungu, tukiamini kwamba uhai ni zawadi ya Mungu na hivi tumepewa tuulinde na akutetea. Kwa kufuata njia hii, mimi naamini hautakuwa mgonjwa tena, hautachoma sindano tena, hautameza vidonge tena, wala kuweka vipandikizi na hata vitanzi tena. Amina. Asante. Basi kama ambavyo tulianza kwa sala, tuhitimishe kwa sala tukijikabidhi mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu kwa kutujalia yale yote tuliyotamani tuyafanikishe katika kipindi chetu. Tunaomba uzidi kutuangazia Roho wako Mtakatifu, atuongoze katika kuandaa mada zetu, ili tuweze kuwafikishia watu wote ujumbe na uweze kuwasaidia katika maisha yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Msifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Mimi ni Happiness Mlea, wenzangu nilikuwa nao studioni ni mwenyekiti Mzee Emilia Gam, dada Grace Morrison Shayo na dada Emilia Sakafu. Mungu awabariki na niwatekeni nyote sikivu mwema vipindi mbalimbali.